Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surati Al-Imran, wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah iliyo juu yenu. Idh kuntum a'daa, mlipokuwa nyinyi ni maadui. Fa'alafa baina qulubikum, Allah akaunganisha baina ya nyoyo zenu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, tahamaki mkapambaukiwa, mkafikiwa na asubuhi kwa neema ya Allah, hali ya kuwa nyinyi ni ndugu wa imani. Inashuka aya hii, mtume yuko Madina na mbele yake kuna Aus na Khazraj. Kabla ya kuhama mtume kutoka Maka kuja Madina, hao walikuwa ni maadui kweli kweli, watu wa makabila haya mawili. Lakini ulipofika Uislamu, mtume bado yuko Maka. Mus'ab bin Umair alipelekwa na mtume Madina na akafanya dawa, watu wa Madina wakaupokea Uislamu vizuri. Mtume alipohamia, tayari hawa Aus na Khazraj ni Waislamu. Alichofanya mtume ni kuunganisha baina ya nyoyo zao, wakawa ni ndugu kwa neema ya Allah ya Uislamu, wakaacha tofauti zao. Hivyo hivyo wale Waislamu waliohama kutoka Maka kuja Madina hawakudhalilika, hawakuwa na mjomba wala shangazi kule Madina, lakini walipokelewa na ndugu zao Waislamu, wakastiriwa, wakahifadhiwa, wakahisi wengine zaidi ya walivyokuwa kule Maka, jinsi walivyopokelewa na kufanyiwa ikram, kirimiwa. Kwa nini? Kwa sababu ya Uislamu. Allah anasema katika ile Al-Imran, wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na nyinyi Aus na Khazraj, makabila mawili ya Madina, mlikuwa ukingoni kabisa wa shimo la moto wa Jahannam. Fa anqadhakum Allahu minha, Allah akakuokoeni. Kwa kule kuwa pamoja ni Waislamu na mkaacha tofauti zenu, Allah akawaokoa, mkawa katika neema ya la ilaha illa Allah, mkawa ni ndugu. Katika surati Al-Hujurat Allah anazungumza juu ya udugu huo, anasema innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini wa Kiislamu ni ndugu. Hakika si vinginevyo, waumini wa Kiislamu ni ndugu. Fa aslihu baina akhwaykum, basi suluhisheni, patanisheni baina ya ndugu wenu. Sisi ni wanadamu, sio malaika. Yaweza ikawa huyu kamkosea yule, huyu amenikwaza huyu, lakini tukihisi kuna mianya tu kama hiyo, inaweza ikahatarisha kuleta chuki na uadui na kuvunjika umoja wa Waislamu, udugu wa Waislamu. Panafanyika haraka sulhu. Wa in ta'ifatani min almu'minina tatatalu fa aslihu bainahuma, Allah anasema ikiwa baina ya makundi mawili ya Waislamu wanapigana, suluhisheni baina yao. Hawaachi watu namna hiyo. Kwa nini? Kwa kuchunga neema tulionayo ya udugu ambao tumepewa Waislamu duniani. Sisi wote tumeunganishwa bila kujali mipaka ya mabara wala nchi wala makabila wala rangi. Wote sisi ahlu la ilaha illa Allah ni ndugu sisi wote. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anavyotuambia innamal mu'minuna ikhwa, hakika si vinginevyo waumini wa Kiislamu ni ndugu. Fa aslihu baina akhwaykum, patanisheni baina ya ndugu wenu. Waislamu tunapaswa kulijua hilo na kuchunga kila mmoja hisia zake, ili asije akapelekea kuharibika jambo hili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza na bali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna dima'akum, hakika damu zenu nyinyi Waislamu, wa amwalakum, na mali zenu Waislamu, wa a'radakum, na heshima zenu,
haramun alaikum, ni haramu juu yenu mmoja kumwaga damu ya mtu mwingine, au mwingine kuharibu au kupoteza mali ya mtu mwingine, au mmoja kuvunja heshima ya mtu mwingine, ni haramu juu yenu. Ka hurmati yaumikum hadha wa fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha, kama vile ilivyo heshima ya mwezi wenu huu. Ulikuwa ni mwezi katika miezi ile mitukufu, mwezi wa Dhulhijja. Mtume anasema maneno haya, kama vile heshima ya mwezi huu ilivyokuwa kubwa, na ndio nyinyi mchunge vitu hivi vitatu. Na kama ilivyokuwa mji huu ni mtukufu, mji wa Maka, mchunge heshima za mambo haya matatu. Na kama ilivyo siku hii ilivyo tukufu pia, mchunge siku hii. Ilikuwa ni siku ya Yaumul Hajj al-Akbar, siku ya Arafa. Watu wamesimama katika viwanja vya Arafa, ni siku tukufu sana hii. Na katika mambo ambayo yanayotakikana kuchunga heshima ya kila mmoja, udugu wetu uweze kushikamana vizuri, ni kurudi katika Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, na kuangalia Mtume alisimama vipi na masahaba zake. Allah wawie radhi yote kwa pamoja. Ndani ya Qur'ani Allah anafika mahala anatuambia habari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba katika surati Muhammad, sura ambayo imepewa jina lake mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya ya mwisho Allah anasema Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah. Allah anamtaja mtume wetu Muhammad kwa cheo chake. Muhammad ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja nao, masahaba zake hao. Hakutaka Allah kuainisha, kuwataja kwa majina, ni wengi. Na wale walio pamoja na huyu Muhammad, wako vipi ya Allah? Ashiddau ala al-kuffar, ni wakali sana kwa makafiri. Ruhamau bainahum, ni wenye kuhurumiana baina ya wao kwa wao. Tarahum, utawaona rukaa sujada, wakirukuu wakisujudu, kwa maana wakiswali wakiwa pamoja. Imamu wao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakimfuata kwa takbira kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa swala pamoja. Wanafanya hivyo kwa nini? Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwan, wanatafuta fadla kutoka kwa Allah na radhi zake. Hadhihi hiya suratu Muhammadun bin Abdillahi salawatullahi wa salamuhu alayhi maa ashabihi. Huu ndio mtazamo, ndio picha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kila mmoja ajiangalie jinsi alivyo au tulivyo umma huu leo, zama zetu hizi. Mashekhe leo wanatukanwa, mashekhe wanatuhumiwa tuhuma nzito kupitia vyombo ambavyo tunavyo katika mifuko yetu. Mitandaoni wanazungumzwa vibaya watu ambao ndio wamebeba majukumu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kazi aliyokuwa nayo, alijua itafika mahala itakoma, lakini kuna watu watakaobeba majukumu yale. Bwana Mtume aliyowapokeza vijiti wanakwenda mbio kuelimisha umma, mshahara wao iwe ni kutukanwa na kudhalilishwa katika mitandao. Kauli ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaiweka wapi? Bwana Mtume aliposema al-ulama warathatul anbiya, wanazuoni ndio warithi wa mitume. Hawakurithi mali wala hawakurithi mavazi, wamerithi elimu na kazi ya kufikisha hii elimu kwa walengo ambao ni wakina sisi.
Leo ndio madaraja watu wakapanda katika migongo yao mashekhe kufikia malengo yao kwa kuwatukana na kuwadhalilisha. Tafika wapi ndugu zangu? Katika hadithi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kiyama hakitafika ghafla, watu wakafa, kila kitu kikatoweka, ila cha kwanza atakachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala kiyama kabla ya kufika, kitakachotangulia ni biqabdhi ulama, ni kuondolewa wanachuoni wote, alafu watabaki wasiojua kitu katika dini. Hawa watakuwa wanazungumza mambo ya dini, fadhallu wa adhallu. Mtume anasema watakuwa wamepotea wao na watawapoteza watu. Heshima ya wanachuoni kwanza, hawatatakiwa kwa cheo chao na nafasi zao kufikwa na kizaazaa hicho. Allah atawaondoa wote. Leo wanatukana ndugu zangu, na nyinyi ni mashahidi. Tena mtu anaingia kwenye chombo ambacho unajua dunia nzima itazipata hizi habari dakika hii, tukana mashehe. Kosa lao ni nini? Ni huku kusimama kidete katika kufundisha watu dini ya Allah, na wengine katika Waislamu wakashabikia. Tunawapa mpaka kicheko makafiri, na wakaona sasa hapa ni pazuri palipofikiwa. Sisemi ndugu zangu niko hapa kuwatetea mashekhe. Mashekhe wana makosa kama wanadamu, lakini je, jazaa yao, malipo yao ndiyo haya? Hapo palipofikia watu leo ndiyo sawa? Ndiyo heshima ya watu hawa? Kuonekana ni wahuni, hawana maana, wakaonekana hata ufikishaji wao haufai, watu wasiwasikilize. Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na mapungufu tulionayo, anasema subhanahu wa ta'ala, la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i illa man dhulima. Allah hapendi kudhihirisha ubaya wa mtu ila kwa yule aliyedhulumiwa. Wewe kama mtu kwa kudhulumu, unaweza ukasema ubaya wa yale aliyokudhulumu na ukashtakia kwa lengo la kupata haki yako. Je, swali lipo kwa mashekhe wanawadhulumu watu? Kufikisha hii dini, kufundisha hii dini ni dhulma, na ifike kwamba wakawa wanatukanwa, wanasemwa mashekhe wetu wakubwa, wengine tunawaheshimu hasa, mpaka ifike wasiokuwa na maana, watu wapumbavu, sufaha, wajione wao wana maana, mashekhe hawana maana yoyote. Ndugu zangu, lazima tufike mahala tujue kinachofanyika ni kitu ambacho hakitakiwi. Wasikilize watu sasa wanavyo comment kwenye mitandao, hawa mashekhe wakizungumzwa vibaya. Waislamu, sikwambii Wakristo, Waislamu wanavyo comment, mshabikia na kuongeza maneno haya na yale.